Tumeomba na kuamini. Amen. Leo tutasoma katika kitabu cha John chapter number 9 verse 1. Na alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Acha nisome tena. Na alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wakati Yesu alikuwa ako katika pitepite zake za kuhubiri Injili, za kuleta ukombozi katika dunia, za kuleta mafunzo kwa wengine, za kuponya watu, alipita mahali na akamuona mtu kuwa ni kipofu tangu kuzaliwa. Yaani huu mtu hajamuona mamake na macho yake, hajamuona babake, hajaona ndugu zake, hajui kuku wanakaa vipi, hajui mbuzi wanakaa vipi, yani hajui kitu yoyote, hajui mwanga wala hajui giza. Yeye yuaona tu kila kitu kwake kuwa, yani anaona tu maisha yake yamefika mwisho, kwa sababu hakuna kitu ambacho anaona. Biblia inasema huyu mtu alikuwa kipofu tangu kuzaliwa. Huyu jamaa alikuwa kipofu tangu kuzaliwa, which means alikuwa hajaona hata mwanga wa jua. Yeye alikuwa hajui mwanga unakaaje, giza linakaaje. Alikuwa hajui mama anakaaje, baba anakaaje. Alikuwa hajui nyumba inakaaje. Yaani yeye alikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa. Hili somo ni somo la kututia moyo sisi wanadamu. Tunaweza kuwa tumekuwa katika situation fulani tangu kuzaliwa kwetu, mpaka mtu ako na mazoea kuwa hiyo familia haijiwezi, hiyo ni ya maskini. Yaani inafikia wakati inasemekana, unaona hao hawajiwezi, ama huyo hajiwezi kabisa, huyo ni maskini. Huyo hata hawezi kupa hata shilingi 10. Hiyo ni ugonjwa wake. Like sasa, yani mtu amezoea, yani anaona hiyo ni ugonjwa amekuwa nayo kutoka azaliwe. Tuseme kuna ugonjwa huu wa kifafa hii kifafa, watu unashtuka mtoto ameconverse anakuwa na hiyo hako ka ugonjwa. Sasa mtoto anakuwa hivyo paka anakuwa mtu mzima yuko hivyo. Biblia inasema Yesu katika pitepite zake alipata mtu kipofu tangu kuzaliwa, tangu azaliwe. So yeye hajawahi ona kitu yote. Leo hii wewe umekuwa katika hiyo situation, paka unaona tu ni kama ni hali yako. Unaona tu kama hii, yani wewe maskini ni kawaida. Paka ukiona mtu amebarikiwa unaanza kuinterpret, unasema wale si yani umezoea kuishi kwa giza. Umezoea kuona, yani kutoona chochote. Wacha niseme hivyo. Yani wewe umezoea kutoona chochote. Umezoea kutoona yani mazuri. Yani umezoea tu hayo mabaya. Umezoea tu giza. Yani umezoea mtu akifanikiwa ni pengine ameenda kwa mganga. Mtu kufanikiwa ni pengine ameenda mahali kwingine kwenye ambako wewe mwenyewe unakujua ni wapi. Ona, huyu mtu wakati alikuwa kipofu tangu kuzaliwa,
alipokutana na Yesu alipona. Na wale wanafunzi wakamuuliza Yesu swali la uchokozi, je, kati ya hawa wazazi wake na huyu mtu ni nani mwenye makosa? Yesu akawaambia hakuna mtu mwenye ako na makosa, ni kuwa Mungu alikuwa anataka kujitukuza. So katika hiyo hali yenye uko nayo, ukimwamini Mungu, Mungu atajitukuza. Ona, amini Mungu katika hiyo hali. Unaona hiyo hali yenye uko nayo, usiembrace ukasema hii ni hali yangu, kwa sababu yule mtu mwenye ambaye alikuwa kipofu tangu kuzaliwa, yeye alikuwa amesema tu hii ni hali yangu. Paka walikuwa wanasema yule ni kipofu, babake na mamake ndo wamelaniwa, venye mnasemekana nyinyi kuwa wale ni maskini, wale hata walilaniwa. Ona, Yesu akiingia kwako, Yesu akikupitia, ona, ukimwamini Yesu katika hiyo hali yako, unaona hiyo hali yako, unaweza, mimi nakwambia, ukimwamini Yesu katika hiyo hali yako, Mungu atatenda miujiza. Unaona? Mungu atatenda miujiza, hata kuacha tu uaibike. Mungu atataka kutengeneza ushuhuda kupitia hiyo hali yako. Leo hii wewe hata baiskeli huna, jioni ama kesho kuna gari zimejipanga hapo, hata ziko na bodyguard, na ni wewe venye yule mtu alipoona. Sasa hatujui kama yule mtu alikuwa na miaka mingapi. Biblia inasema yule mtu huenda hata alikuwa na miaka 100. Kitambo hata walikuwa anaishi paka miaka 900. Hatuwezi jua. So hatujui kama huyu mtu alikuwa na miaka 400 ama alikuwa na miaka 300. Lakini Biblia inasema huyu mtu alikuwa kipofu tangu kuzaliwa. Na kutoka kuzaliwa kwake, Yesu alipompitia, alipona. Aliona, alianza kuona, akaona mazuri ya Mungu. Ukiwa katika hali fulani, wewe huo unaona tu kuwa Mungu amekusahau. Hapana. Unaweza kuwa uko na kaugonjwa kenye ambako kamemaliza mwezi, unaanza kugive up. Mwezi una give up. Mwenzako yeye alikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa. Wewe unaanza kugive up, paka unaanza kutafuta waganga. Unaanza kwenda kuambiwa kwa mamako ndo alikuroga, kwa sababu huyu mtu, wale wanafunzi nafikiri ni baadhi yao ni wale wakwenda kwa waganga, kwa sababu walimuuliza kati ya huyu na wazazi wake ni upi mwenye alitenda makosa. So wao walikuwa wanataka kushift hizo blame kwa wazazi wake. I think mawazo yangu mimi, walikuwa wanataka kusema inaonekana baba yao na mama yao walizini ama walifanya vitendo viovu mahali, ndo dhambi ikasukuma. Hivyo ndo hata waombaji wa siku hizi wengi wao wanakuambia, unaona hii mikosi unapitia, ni babako, hata ni shangazi yako, hapana ni ndugu yako, ni mamako, ni fulani. Unaona? Tafute Yesu. Hizo changamoto zenye ambazo unapitia, mtafute Yesu. Simama na Yesu. Simama na Mungu. Wacha tu nikwambie, simama na Mungu. Mungu anataka kutenda ushuhuda ndani yako. Unaona sisi wengine we were nobody kabisa. Wacha tu nikwambie, tulikuwa tunaishi tu kuwa tunaishi, siku tumeiona. Leo hii kama naweza nikasimamisha gari mahali, isemekane gari ya Chimera ile pale. Leo hii kama ninaweza kufanya, yani pia mimi ninaweza nikasaidia mahali. Yani kuna Mungu. Wacha tu nikwambie, ukimtegemea Mungu, watu watakuongea waongee kila lugha, wataongea kila maneno, lakini kitu moja hawajui, kuna Mungu. Wewe endelea kumtegemea Mungu. Unaona katika hiyo hali yako,
Unaweza kuwa unasema hii hali yako wewe hakuna mtu anaiweza, hakuna, umeenda hospitali, umeenda juu. Huyu mtu kama alikuwa kipofu tangu kuzaliwa, I think wakati alikuwa mdogo wazazi wake walimhangaikia, wakasema wacha tumpeleke hospitali fulani, pengine huko hiyo wakati hiyo kulikuwa kuna hospitali ama ni nini. Haya, wacha tumpeleke hospitali, wacha tumfanye hivi, wacha tumfanye hivi, wacha tumfanye hivi, still hakuona. Lakini sasa miaka ikapita, siku zikasonga, masaa yakasonga. Alipokutana na Yesu, huyu mtu alipona. Unaweza kuwa unapitia changamoto mingi, wacha kujiwest, mtafute Mungu. Ona, mtafute Yesu. Hizo changamoto zako ni kidogo, you worry too much. Yani wasiwasi wako ni mingi hata kuliko imani yako. Yani uko na wasiwasi umejaza. Mimi hata sijui nitafanya nini, sijui hii maisha venye nanipeleka, sijui ni nini. Wacha kuishi katika hiyo hali ya upofu. Wacha kuishi katika hali ya upofu. Mtegemee Mungu. Hayo magonjwa yenye ambao unaona sasa haya hayaponi, hiyo hali yenye ambao unaona unapitia, unaona ni kama hii hali mimi hii nimefikia mwisho, afadhali pia ufike mwisho, kwa sababu mwisho wa jambo ndio Mungu anaanzia hapo. Mtegemee Mungu. Nimesema uache kuishi maisha ya upofu. Mtegemee Mungu kwa kila jambo. Mtegemee Mungu. Ukitaka kuona makuu yake, mtegemee Mungu. Maana huyu asingetegemea, asingesema kuwa nimeagiza dawa kutoka India itakuja itafungua macho yangu ama nini, kwa sababu hizo vitu nafikiri walijaribu ikashindikana. Akakuja akapata muujiza. Mtegemee Mungu katika maisha yako, katika kila jambo mtegemee Mungu. Wacha tuamini na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Asante tena kwa ajili ya neno lako. Wacha neno hili liwe taa ya miguu yetu, litulinde.